nilikosa amani moyoni. Nasema Yesu nisaidie, sauti na kata taratibu, naona giza mbele yangu. Wakati nasema nisaidieni vile, nilivyotokezea kwenye baa ile, watu napo wakafunga milango. Ikabaki kijumba fulani hivi ambacho hakijamalizika. Kuna ndugu mmoja alikuja, nilianguka chini, akaja kanikokota, akanipeleka kwenye hicho kijumba ambacho hakijaisha, hawajamaliza kukijenga. Akaanza kunitolea wale nyuki na ile miiba ya nyuki, zile sumu taratibu. Baadaye walevi wengine wenzake ndo akaja wakanisaidia, wakawa tena wanamsaidia kunitolea nyuki, kupangusa nyuki. Yani ulikuwa ukipiga hivi unatoka na nyuki mdomoni, usoni. Basi baada hapo wakawasha moto, wakanipeleka kwenye ule moshi, maana nyuki waliendelea kuja, moto wa kuni. Walivyonipeleka pale, nyuki wanakuja, ule moshi wagu unafukuza nyuki. Kwa hiyo wanakuja wanazunguka, baadaye wanaondoka, nazunguka wanaondoka, wakaisha wote. Baadaye nikabebwa nikapelekwa kanisani pale nilipofikia, kwa sababu yule ndugu aliyenisaidia kwenye ile baa alikuwa ananifahamu na alikuwa anajua wapi naishi kwa pale kanisani. Kwa tukaingia kwenye ile nyumba. Wakati huo sina uwezo wa kuongea vizuri, sauti imeisha, nguvu sina, naona giza tu. Akaniweka pale ndani. Mchungaji alivyoitwa pale, akaelezewa kilichotokea. Nikamuelezea kwa shida, na nguvu zilianza kurudi tena. Nilivyomuelezea, akamuomba Mungu. Baadaye kulikuwa na ibada pale kanisani, akaenda kuendelea na ibada. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Hiyo ni mida ya saa 10. Wakati huo saa 12 inatakiwa ni safiri. Sasa ghafla nikaanza kutapika kwenye ile nyumba. Tapika sana, kiasi kwamba chakula chote kikaisha. Maana yule ndugu alivyonifikisha pale, yeye aliendelea na mambo yake, akaenda zake kule alikokuwa. Nikabaki mwenyewe hapo, sina msaada, sina uwezo wa kumuita hata mchungaji, wala nguvu ya kunyenyua simu, nipige simu, sikuwa nayo. Baadaye alikuja rafiki yangu mmoja, alikuwa jirani na kanisa. Jana yake nilikuwa nimeongea naye, akasema atakuja kunisindikiza mida saa 11 kunipeleka stendi. Anakuja nakuta natetemeka, nina hali mbaya. Ikabidi nimwelekeza, akampigia mama nyumbani. Alivyopiga simu, mama kusikia, akaanza kulia sana. Akaweka loudspeaker kwenye simu, ikaanza kuombewa. Mama ananiombea, anasema sihitaji nipokee maiti ya mtoto wangu, nahitaji nimpokee kama alivyoondoka akiwa hai. Baadaye akamshirikisha baba. Baba alikuwa kazini. Alivyorudi, baba yangu akawa amemwelekeza yule rafiki yangu kuna dawa akaninunulia pharmacy. Basi akashuka kule kijiweni pharmacy kule ambako ndo niling'atwa na nyuki, kununua hizo dawa za kupunguza sumu, hizo makali ya sumu. Alivyoenda, anarudi ananiambia, Rashi, kwa nilichokisikia kijiweni hauponi. Maana kiuhalisia niling'atwa na nyuki zaidi ya 200. Ni walijaa mwili mzima, wamening'ata na mdomoni, usoni, kichwani, zaidi ya 200. Na kitaalamu wanasema nyuki kuanzia 100 hauponi. Kwa hiyo akasema, kwa nilivyosikia Rashi, kupona ni asilimia chache, inabidi uondoke hata kama una hali gani. Sasa mimi moyo na akili vinakubali kwamba naondoka, lakini mwili hauna nguvu, natetemeka tu, sina uwezo hata kujinyenyua. Hiyo inaenda kama saa 11 hivi. Basi akanipa zile dawa, akanipa kidonge cha kwanza, nikameza kikarudi, cha pili nikameza kikarudi, cha tatu
kikaja kikakaa kifuani, yani nikawa nasikia kifua kimebana, kohoa, tapika hakitoki. Nikasema basi nimekufa. Nikaenda hivyo hivyo, baadaye nikatapika kikatoka, lakini bado naona giza, sioni mwanga mbele yangu. Nikawa nishahesabu kufa kabisa, kifo nakiona hivi. Baadaye imekaribia saa 12, yule ndugu akasema vyovyote vile unasafiri, na mama akasema uwe na hali gani lazima usafiri na utafika salama kwa jina la Yesu. Basi nikasafiri kwa mazingira hayo, nikapandishwa kwenye usafiri, tukaenda stendi. Bahati nzuri tunafika stendi tu gari imefika, nikapandishwa pale. Uwezi amini siti ambayo nilipanda, kumbe alikuwepo, nilikuwa nakaa na mama fulani mstaarabu. Alivyoona nina hali ngumu hata kukaa siwezi, akasema nilale pale. Kwa nikaa nimemlalia yule mama pale mpaka nasafiri. Nimesafiri mida ya saa 12, nafika Kigoma saa 2 saa 1 asubuhi. Mama tayari ashafika stendi, napandishwa kwenye usafiri, napelekwa nyumbani, nikatundikiwa drip ya sumu ya kuyeyusha sumu. Ilivyoisha nikasafirishwa, nikapelekwa karibu na huduma hospitalini sasa walipo wazazi wangu. Basi nimeendelea na matibabu mpaka saizi ndo niko hivi. Ndo maana mliona kimya, mlioisikia watu wa Manyara, Arusha, baadhi mlipata taarifa mkao mnanipigia simu. Sikuwa na uwezo hata wa kunyosha mikono hii, sikuwa na uwezo wa kufanya chochote. Ndo maana nilikaa kimya, alafu nikawa nashindwa kuelezea. Mpaka saizi sauti mnaisikia na kohoa, bado sijakaa sawa. Yote niliamua kunyamaza ili niandae kitu kama hiki kuwaelezea wote kwa pamoja, kuliko ile kila mtu anapiga na muelezea. Lakini kiuhalisia Mungu ametenda, na mpaka saizi yale mambo hayajaniua, bali yamenipa nguvu ya kuendelea kusonga mbele zaidi. Yanayokuja ni makubwa sana. Manyara ile ofisi ya waganga mkoa mzima, yani mkoa mzima wa Manyara, ofisi yao ya waganga wa tiba asili iko Berimi, ndo kitovu kikuu. Simlifikiri nakufa, nipo hai. Sasa nimepata nguvu zaidi ya ile ya mwanzo ya kumtumikia Mungu.